Tupo karibu na kanisa. Sema tupo karibu na kanisa. Tupo karibu na kanisa. Sema tunataka kusikia neno la Bwana. Maana ndio chakula cha roho. Sema amina. Amen. Punga mkono. Yes. Sikiliza. Yes. Nataka niseme kwamba ndio kumtumikia Mungu kuna faida. Yes. Kumtumikia Mungu kuna faida. Sikia nikwambie, manabii waliomtumikia Mungu toka zamani, Nabii Abrahamu aliona faida, kina Isaya waliona faida, manabii mbalimbali. Yeremia wakati amekamatwa na adui zake wakasema, huyu Yeremia sio mtu mzuri, huyu Yeremia ni mbaya. Adui zake wakaleta upinzani, uchonganishi, wakapeleka maneno kwa mfalume, wakasema, mfalume, Yeremia anatangaza injili, anawahubiria watu, anasema ya kwamba eti watu waende Babeli, maana wakikaa Yerusalemu lazima watakufa. Sema amina. Wakati Yeremia anawaambia watu waachane na habari ya dhambi, wamsikilize Mungu, wakamwona mubaya, wakasema mfalume, Yeremia akamatwe. Mfalume akatoa majeshi, wakamkamata Yeremia, adui za Yeremia wakamtupa kwenye kolongo, kwenye shimo. Adui za Yeremia wakasema kwamba tunataka tuone kama Yeremia atatoka salama, lazima atakufa. Sema amina. Kwa mkono wa Bwana Yeremia akatolewa, akatoka salama. Maadui wakabaki wanaangalia, walikamatwa wao, wakaenda Babeli, wengine wakauawa, wengine wakafa. Yeremia akawa salama. Sema amina. Sikia nikwambie, ni saa ya ukombozi. Wale waliokucheka, waliokupiga, waliokunyanyasa, waliokusimangi, walioweka mitego, wataachia wenyewe. Sema amina. Neno la Bwana, neno la Bwana kwa Isaya 44 nalisoma, linasema hivi. Neno la Bwana Isaya 44:24, 44:24. Bwana mkombozi wako, yeye aliyekuumba tumboni, asema hivi, mimi ni Bwana nifanyaye vita vyote, mimi ni Bwana nifanyaye vitu vyote, nizitangazaye mbingu peke yangu,